If you are still in a quarter, you are wrong. Oh! Kama upo katika kota, basi unakosea sana. Inabidi uwe nje. Ni saa 11 kamili alfajiri. Kopa alikuwa akiendelea kupiga filimbi ya kuwataka wanafunzi wote watoke nje. Move it. Be in line. Inabidi muwe katika mistari. Ni muda inabidi wautumie kwa ajili ya jogging na mazoezi ya hapa na pale. Alright. Good morning everyone. Habari ya asubuhi kila mmoja. Good morning everyone. Good morning Miss Valerie. In the morning. Na sasa ni saa 11 kamili. Wote mnajua inabidi wote tuwe vizuri katika afya. So in few seconds we're going into the kwa sekondi chache zinazofuatia tutaenda kwa ajili ya normal big respiration. Throw away. Oh, show boy. Oh, show boy. Throw away. Basi unaambiwa hiyo ni saa 11 alfajiri katika eneo la Al-Faifa. Inabidi wanafunzi wawe fiti. Na uangalifu wa wanafunzi kwa fiti unasimamiwa na Captain Kopa. Pembeni akiwa na Miss Valerie. Wanampenda kinyama nyama huyu madam. Basi walipita mitaa ya hapa na pale wakikatisha eneo la Al-Faifa. Basi ilikuwa ni vibe la hapa na pale, kumbuka wao wote ni wanafunzi. Hiki wanachokifanya kwao ni sehemu pekee ya kama enjoyment, lakini pia kama sehemu pekee ya kutunza kumbukumbu. Katika hii hapa shule wamekuwa wakifanya hivi kwa kila mwaka, au wanasema kila final years lazima waje katika eneo la Al-Faifa ama kwenda katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali na kupata marks za kuweza kuongezwa katika mitihani yao ya mwisho. Basi baada ya pale mwalimu akaambia kwamba inabidi muwe katika magrupu kama jinsi ambavyo ilivyokuwa awali. Na baada ya hapo inabidi waanze kushindana mbio. Alright. Sylvia. Uchi pamoja na Sylvia inabidi waje. Alright. Wapo inabidi wanachukuliwa mwanamke na mwanaume kisha wanakaa katika laini wanapimana uwezo. Yaani wakati wengine watu wamekaa, Bella yeye yuko mbele anamwangalia tu mwalimu. Yaani kasizi hata elewi. Anamwangalia tu Captain Kopa. Limbi lipulizwa wote. Mr. George. Please. Can I be your partner? Naweza kuwa partner wako. Why not? So just be my man once you're done then. Akasema Yes, I'm your partner. Hey, sorry. Sasa Miss Valerie akiingia akasema Mr. George, Kopa ndio I could be his partner. That's because I wasn't here. your partner. So it's okay. Lakini I don't have any other partner. Bella akasema kwamba tayari Mr. Kopa amesema mimi nitakuwa partner. Miss Valerie akasema ndio maana niko hapa. Sasa alichokifanya ni akamwita Kamsi ambaye yuko peke yake. Sikasema kwamba hawezi kuwa na partner. Wakamwita Kamsi ndo awe partner wake. Yaani mtu ambaye ni adui yake. Alitaka awe partner na Captain Kopa. Kamsi love, do you have a partner? No, Kamsi love. That's great. Una partner hapana. Basi nyinyi wawili mtakuwa partner. Tatizo limeshasoveka. Kamsi. Why Kamsi? Kwa nini Kamsi? Of all people, Kamsi. Yaani kutoka kwa watu wote Kamsi. Really? Kweli. Young lady, don't make me repeat myself. Binti mdogo usinifanye mimi nikarudia tena. Partner. Weirdo. Usiniite hivyo. Leo wedo kaongea. That's what you are. Lakini hivyo ndivyo ulivyo. And yes. Yeah, pia. Tell you a secret. Ngoja nikwambie siri yako. Your bucket list? Ile bucket list ni ujinga tu. Ni ujinga. Alright. Next time, getting ready. Timu inayofuata. Kila timu ni mwanamke na mwanaume. Kasoro Bella pamoja na Kams. Ambapo Bella alikuwa anahitaji kutimu hapo pamoja na mwalimu wake ambaye siku zote amekuwa akimpenda. Kwa hiyo
Mpaka sasa hivi wanaume wameshinda 2 lakini kwa wanawake ni 0. Let's go. Sasa timu iliyokuwa inafuata ni ya Blessing na Jidena. Lakini mpaka sasa hivi hakuna timu ambayo yani katika timu zote za wanawake na wanaume mpaka sasa hivi wameshinda 2 kasoro wanawake. I would rather die than have wakiwa hapa. Jidena alimwambia kwamba Blessing anahitaji kuongea kuhusiana na Peace. Akasema ni bora nife kulikoni. Jidena, I said I don't want to talk about it. Kuhitaji kuongelea kuhusiana na masuala ya Peace. Who the hell do you think you are? Kwa unadhani wewe ni nani? And na pia made you an intercessor over my family. Unadhani kwamba wewe ni nani hadi uingilie masuala ya familia yangu? Najali tu. Sikiliza Jidena. Kaa mbali na mambo yangu. You don't know anything about me. Haujui chochote kile kuhusiana na mimi. You don't know anything about haujui chochote kile about needs and wants. Wazazi wangu just because she's an orphan. Wanakataa kunipatia mimi support na kumpatia support yeye eti kwa sababu yeye ni yatima. Bro. So bro. You don't know anything about. Haujui chochote kile kuhusu mimi. Simply you don't have any right to talk to me. Hauna haki yoyote ya kuongelea mambo yanayohusu familia yangu. Why is no girl winning this race? Kwa nini mpaka sasa hivi hakuna mwanamke aliyeshinda? On your mark. Let's go. Set. Sasa tunachokielewa ni kwamba kumbe Peace yeye ni mtoto yatima katika familia ya Blessing. Kwa wazazi wa Blessing siku zote wamekuwa wakimpatia support Peace. Katika hicho kitu kinakuwa kinamkwaza na kumuumiza Blessing. Okay. Sasa kwa hii hapa tayari wa partner ambayo kwa tunasema kwa timu ambayo alikuwa amewekwa Jidena pamoja na Peace pamoja na Blessing. Peace alikuwa ameshinda, Blessing alikuwa ameshinda. Hii inawapatia alama moja wanawake. Akaambia Jidena, hii glass, hebu iangalie bwana. Kama kawaida mzee wa gadget anataka kuuza paka miwani. Akampatia miwani Jidena anahitaji hela. It fits you so well. Yaani imekaa vizuri sana guy. Yes. Najua unataka pesa ndio. Akampatia ile pesa. Yaani jamaa kutaka hata kuhesabu. No, I'll tell you. Akamwambia chukua yote kisha akampatia hata na miwani yake. Just take them. Jide. My guy, Mamanchi. Thank you. Asante sana. Guys. Yaani huyu mtu. Tumeshinda Blessing. Akamuita tena Blessing wala hakutaka hata kumsikiliza. Bali tu akisherekea kwamba tumeshinda. Amina alisonya. Akaambia ujinga gani wa kushinda wewe? Wewe. I know you. Najua ulitaka tu kumwacha Blessing ashinde. No, I didn't. Kwa sababu hawakutaka. I know you too well. Kumwacha yeye aonekane hajashinda na kujua wewe vizuri. Kwa mwamba kumbe alimwacha Blessing ashinde. Let's go. Kwa ajili tu ya kumfanya yeye asmile. That's not true. That's Just you let her win. Blessing alikuwa anasherekea wewe tumeshinda. Lakini kumbe mchizi alimwachia tu. Na hicho kitu Amina alikielewa, ni rafiki yake wa karibu. Siku zote mchizi anakuwa anahitaji kutambaza furaha kwa watu wote. Basi ilikuwa ni siku nyingine ambayo bado wapo katika Al-Faifa. Miss Valal alikuwa akiendelea kuongea vitu vya msingi ambavyo kila mmoja anatakiwa kunote na kuongezea katika notebook yake. Na baada ya hapo watatakiwa kujibu baadhi ya maswali ambayo wataulizwa kabla hawajarudi shuleni, lakini na baada ya pale. Kama kawaida, Kamsi alichelewa tena.
Basi siku zote unaambiwa kwamba ua lolote linaloota kwa ajili ya upendo mara zote huchanua penye upendo, na ua ambalo linachanua pasipokuwa na upendo siku zote swim with dolphins. Yeah. Katika sehemu hii hapa anasema my bucket list. Kuogelea na dolphin. Kitu gani nitakachoweza kukiongeza tena? Nadhani itakuwa kumkamua. I'm definitely doing that one. Kumkamua ng'ombe, lakini sijui. Na hapana. Nope. Hapana. Name a star. Oh, name star, yani kupatia majina nyota. I definitely want to. Lakini hata hivyo natamani kufanya hivyo. Watch the sunrise. Kuangalia jua likichomoza na jua kuzama kwa siku. Kweli hiyo unahitaji hata mwenyewe kufanya. Fall in love with someone. Lakini kufall in love na mtu, yani kumpenda mtu. Alivuta pumzi ndefu na kusabasamu. Lakini jamaa akamfanya alificha ile dali. Wewe don't worry, there's no usijali. Wala hauna haja ya kuficha chochote kile. Kwa sababu tayari nimeishaelewa chochote kile. Really? Lakini hiyo bucket list yako ni nzuri sana. Kweli? You think so? Unafikiria? I know so. Najua ndio. You want to swim with dolphins. Unahitaji kuogelea na dolphin. Her name is Star. Kupatia majina Star. So, kwa hiyo you don't want to watch the sunset. Hauhitaji kuangalia jua likichomoza na kuzama kwa siku hiyo hiyo. Au hitaji kukamua ng'ombe. You don't want to. Au hitaji skydiving. You don't want to kiss. Au hitaji kukiss kwenye mvua. Subiri. Akaangalia yale yote yalipo kwenye ile bucket list yake. That's everything written in. Akasema kila kitu kimeandikwa katika hii bucket list. Umejuaje kwani? We all know. Akasema najua, we all know. Kwa sababu ilikuwa imepostiwa katika ile noteboard. Oh, true. Na wewe pia ni moja kati yao. Nakumbuka nilikuona wewe. Yeah. Yeah. But to be fair, the lakini kwa kuwa hii bucket list sio ya kwangu. Lakini nimeipenda tu na sijui hasa mwenye hiyo bucket list kwa kweli anafikiria nini. Ile you don't need to be shy. Naipenda. Akasema hata hivyo hautaki kuwa na aibu. I'm not one of those people calling it diary of a. Kwa sababu mimi sio mmoja wa wale watu ambao wanakuita wewe widow. So tell me. Kwa hiyo niambie sasa. Which one of these wishes would you like to do? Ni kitu gani kati ya hivi ambavyo unahitaji ukitimize cha kwanza? Ngoja nione. Yaani kutoka kwenye hiyo bucket list vitu hivyo ni kitu gani ambacho anahitaji cha kwanza, anahitaji kukitimiza? Dada akasema kwamba anahitaji kuona jua likichomoza na jua likizama. Within the same day, yani katika siku hiyo hiyo alitazame jua likichomoza. Na aje jioni lichomoze, aje aliangalia likiwa linazama pia. Let's go. Basi baada ya kimya cha muda mfupi kila moja kitafakari yake, akamwambia basi twende. Sasa mpaka sasa hivi maana yake hatujui hiyo bucket list ni ya nani, kwa sababu tayari mdada amesema kwamba kusema ukweli hiyo bucket list sio ya kwake. Na anastaajabu pia kwamba huyu aliyeandika alikuwa akifikiria nini. Upande wa pili Amina akimtafuta sana Jidena, akiita huko na kule Jidena. Hapa na hapa anakutana na Peace. Anakutana na Promise akamwambia. Nimemwona Jidena kule na pamoja na Kamsi. Hapo katika eneo la akamwambia hebu njoo. Sasa ile anajaribu kutembea kama jikwaa katika jiwe. Akamwambia kwani uko poa? Wakati huo Jidena alifika. Akamwambia nini kinaendelea? Akasema anahitaji kumpeleka katika kota kule. Amina kwani uko sawa? Akamshiti Jidena baada ya kusikia tu alikuwa na Kamsi. Yaani yule mtu ambaye alikuwa amuhitaji eti ndo akamruhusu aweze kumbeba na kumpeleka kwenye kota. Basi Kamsi akachukua hiyo nafasi kumshika na kumpeleka kwenye kota yake. Wakati akimwangalia jicho baya sana. Lakini amefanya hivi tu ili eti amuumize Jidena.
Akamuuliza Jidena, kwani hili ni aina gani ya penzi ambayo mlionao? Unamuona mpenzi wako akiwa kwenye mikono mwanaume mwingine, haupati wivu? Come on. Akaambia tu come on. Don't worry about it. Usijali kuhusu hilo. I'll get in these for our task. Tunahitaji kwenda. Kamsi mwenyewe alishangaa kwamba mchizi anamuona mpenzi wake katika mikono ya mwanaume mwingine na wala jamaa atikisiki hata kuonesha wivu. Lakini Amin alifanya vile ili tu kumuumiza Jidena, kwa sababu muda wote yuko busy na hayo. Tunasema kwamba urafiki mpya alionao na binti ambaye wanamuita siku zote Wido. Habari asubuhi pia Miss Valale. Today is our quiz day. Leo ni siku ambayo ni ya quiz kwa ajili yetu wote. Now, kwa hiyo sasa this quiz would have 4 hii sessions. quiz itakuwa na session For each 4 sessions, katika kila session you're required to send forth a representative. Kila group litatakiwa kutuma mwakilishi wa kujibu swali. The fastest person to answer each question will get 10 points each. Yaani mtu wa kwanza kujibu maswali yote atapata pointi 10. Kwa majibu yote ambayo yatakuwa yamejibiwa vizuri kabisa. Yes, Bella. Are you saying that one person will have to do 4 sections? No. For each session, you'd send forth a different representative. Yaani kwa session 4 anatakiwa atoke mtu mmoja kwa sehemu Of course, zote, reward for the winners and also na kwa session zote 4. Ma? Na kwa namna hiyo wanaweza wakampata mshindi. I don't mind doing 4 sections though. Yala. Basi wakati wengine wakiwa wako busy, wala yeye anaendelea kumtupia tu kijicho Kopa. Alright. Quiz inaanza. Let's have the reps for each group. Akasema tuwe na grupu, yaani hata hajaambiwa chochote kile. Tayari Bella akasimama, yaani tu aliposema kwamba sasa tunahitaji kupata mwakilishi wa kwanza. Yaani aliposikia sauti ya Kopa alipagawa. Samson, if you stand up. Sasa katika grupu la Uti, Samson akataka kunyenyuka. Wanamjua kabisa Samson ni kilaza. Kaambia Samson, kama ukinyenyuka, basi akachagua mdada mwingine kutoka kwenye hilo grupu. Maana walijua kabisa Samson lazima angefeli. Alright, so the first set of questions would be from geography. Akasema swali la kwanza litakuwa kutoka kwenye geography. Swali la kwanza, How many stars ni nyota ngapi the Chinese flag zipo katika Chinese flag? Huyo akasema 5 na hilo ni jibu. Lady wamepata point. Question 2. Swali la pili, What is the capital of Canada? ni mji mkuu wa Canada unaitwaje? Bella? Ayaya. Yaani amenyosha mkono wala hatajui hii. Yaani ni mapenzi tu anawaza. Birmingham. Akasema Birmingham, akasema huo sio kweli. Take us. Ottawa, sir. Atawa sa. And that is correct. Na hilo ni jibu. Pointi ya pili tena kwa red team. Bella kaangusha group. 3. Swali la tatu, The tallest type of tree. akasema jina la mti mrefu sana. Irokotrisa. Akasema hilo kotrisa. Oh my God. Mary. Really? Akaambia Mary, kweli iloko tree, yani ni miti ile ya kiasili, yani haipo hata katika kamsi mbalimbali. Yani katika dictionary mbalimbali uwezo kupata jina la iloko tree. I think the Iroko tree is correct, sir. Bella naye akaulizwa akasema na iloko tree ni sawa. What an elder sees sitting down. Kwa sababu wazee walikuwa wanajaribu kutumia hiyo kukaa. Kwa ilikuwa ni mirefu sana. Yani anatoa pointi mfu. Yani hamna kinachoeleweka. Anyone? Mtu yoyote? Akasema ni Redwood saa. Kamsi? Redwoods. That is correct. Na hilo ndio jibu sahihi. So that would be a bonus for their Na group. hiyo itakuwa ni bonus kwa ajili ya group lao. So the next set of questions would be from general knowledge. Kwa hiyo swali lingine ni kutoka kwenye general That's the knowledge. points. Wa kwanza kujibu ndio wa kwanza atapata point. Swali la kwanza, How many dots appear on the pair? dot zipo ngapi katika dice, yani katika ile kete ya kuchezea? Huyu akasema 40. Sio, lady umekosa. Akasema ni 42. 42 kamsi kwa sauti ni 42. Na hilo ni jibu la ukweli. Pointi ya pili kwa blues. Question la What pili country has the most islands? ni
nchi gani ambayo ina visiwa vingi? Akasema ni Sweden. Kamsi? Sweden. It has 270,000. Akasema That is correct. ina visiwa 200. Yani anajua mpaka namba. Last question. Na hili ni swali la mwisho. When did Nigeria change from the right-hand drive to the left-hand drive? Ni lini Nigeria imebadilisha kutoka kwenye hand driving na kupeleka katika left driving? Samson akasema kwamba msijiangalie hivyo kwa sababu wanadhani anajibu. Kamsi akasema ilikuwa ni Agosti 2 mwaka 1972. Hilo lilikuwa ni swali la mwisho la And that brings us to the general end knowledge of this quiz. na quiz imeishia hapo. Winners. Na winner ni the Blues. Lakini ushindi wote umepelekewa na the Widow ambaye siku zote wanamdharau. Kamsi, yani ukimwangalia ni mpole na ni mtaratibu lakini mambo yake ni hatari. Hey! What are you doing there? Sasa wakachukua na akapanda mpaka sehemu ya pili. Kopa na waona huko anasema, "Hey, mnafanya nini huko?" Ndo kwanza wanakimbia. Yeye ni mdada ambaye anatabasamu nzuri sana. Ni mdada ambaye ukimzoea anakupatia furaha katika maisha yako. Anakuongezea kitu sehemu ambapo wewe huna kitu. Lakini kama hujampatia nafasi katika maisha yako, wala huwezi ukajua thamani alionayo. Wanasema kwamba life can be so hard to me, but I'm not the one who caused it to be. Basi kama jinsi ambavyo jamaa alimwahidi kwamba atampeleka katika sehemu ambayo anaweza akaenda kuangalia nyota, lakini pia akaangalia jua likichomoza na jua likizama. Alifanya hivi asubuhi, lakini na sasa pia anafanya jioni. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo alivyokuwa akamwahidi kwamba kitu cha kwanza atakachomuonesha ni jua likichomoza na jua likizama. You know, you keep making me do crazy things. I thought I was making you happy. Walikaa sehemu na kufurahia sana. Hatimaye ametimiza kitu ambacho I didn't think I was going to enjoy this discussion this much. imeandikwa katika bucket list kwamba anatamani aone You're the best. jua linavyochomoza na jua linavyozama. An amazing. Jidena amekuwa ni best among of the best. Amemfanya mdada aione hii excursion ni nzuri na ni njema ambayo katika maisha yake hajawahi kupitia. People call you. Weirdo. Akasema That's weirdo. The popular one. Nadhani hilo ni jina ambalo wengi wanakuita. Wanakuita hilo jina Luna Snob. Another names I can't remember right now. Na majina mengine ambayo siyakumbuki kwa sasa. I never really saw reasons to be happy. Sidhani kama niliona sababu ya mimi kuwa na furaha. Kwa nini Kamsi? You do not know how happy I am. Unajua ni kwa nini mimi? Yaani hujui tu jinsi gani ambavyo mimi nakuwa na furaha napokuona wewe una furaha. It feels like I fulfilled. Nadhani nimetimiza kitu ambacho ni kikubwa sana katika maisha yangu. Naweza nikameke confession kwako. I've always wanted to make you smile in school, but nilitamani sana kukufanya uwe na furaha siku zote shuleni, lakini sikupata nafasi ya kukusogelea hata kwa sababu kila nilipokuwa nikihitaji kukusogelea ulikuwa una disappear. Okay. Sawa. So your bucket list. Hiyo bucket list yako one you have in your diary. Nadhani which you said was yours ambacho ulikuwa unahitaji kukitimiza. Wait, tayari kimoja tayari tumeshakitimiza. Je, unahitaji kingine kukitimiza? You know what? Unajua nini? 5 and I'll grant 3. Niambie vitano na mimi nitakupatia vitatu. I'm serious. Akasema niko serious. Wait. You come to think of it, you already granted one. Tayari umeshanipatia moja. I could grant more if possible. Nadhani naweza nikakupatia vingi wakati nitakavyoweza. I don't believe nadhani wewe inabidi akamuuliza nadhani unaamini katika miujiza. I'll still tell you. Naamini katika miujiza ndio, lakini naweza nikaendelea kukwambia. Okay. Ndoto yangu ni one iko hivi, moja is to go to prom. Kwenda kwenye prom na mtu nayempenda. And another one is na kingine kwenda kwenye romantic date the person I love na mtu nayempenda.
I'd also like to have at least one of my birthdays. Na tamani pia nipate one of my best. Right. Yani anatamani apate asherekee happy birthday yake katika beach ya Miami. I'd like to raise money. Lakini anatamani sana apate pesa kwa ajili ya kumtibia ndugu yake ambaye ana tatizo la gallbladder. Akasema ndugu yako anaumwa. For a while now. Ni kwa muda sasa. Mama yangu anatumia pesa kwa ajili ya kumtibia yeye. Kwa anatafuta pesa kwa udi na uvumba kumsomesha yeye, lakini pia ya kumtibia dada yake. Kwa hiyo hiyo hali inapelekea wao kulan bankrupt, yani kufilisika kinamna fulani. Kwa maisha kwao yanakuwa ni magumu sana, lakini siku zote wanaamini kwa Mungu ndiye tumaini pekee linalowapatia maisha. Akauliza ni kiasi gani ambacho sister yako anahitaji. Ni milioni 5 naira. Ni kiasi kikubwa sana ukisaminisha na pesa ya Kitanzania. Akaambia sikiliza Kamsi, na kuahidi everything's going to be fine. Kila kitu kitenda kuwa sawa. Sawa And I'm making you another promise. Na nakupatia promise nyingine. Try my best. Nitatry kwa uwezo wangu wote kuhakikisha wewe unakuwa na tabasamu. Thank you. Milele yote. Alichojibu tu mdada ni kwamba asante. Okay. I'm sorry. Okay, samahani. So about it's for you now. Sasa tunahamia upande wako. What about you? Do you have a bucket list? Hivi kuhusu wewe una bucket list labda au chochote kile? Bucket list. Ndio, I used to have those. Nilikuwa nacho lakini nilivitupa. I don't know. I believe. Sijui lakini naamini bucket list. Ni bucket list ni ujumbe kwa ajili ya mtu anayeenda kufa. You're going to die, so you just write down a list. Kwa hiyo mtu anayeenda kufa anaandika vitu ambavyo anakuwa na vitamani. Akasema no way. Akasema mimi nina bucket list. I'm sure I don't look like I'm going to die. Sidhani kama naonekana kama anaenda kufa. So you should definitely have. Kwa hiyo wote inabidi tuwe na bucket list. Lakini mchizi alimwambia kwamba bucket list kwa ajili ya mtu ambaye anaelekea kufa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo anakuwa anahisi. Kwa kuwa na bucket list, mtu anaandika vitu ambavyo siku zote anatamani avifanye, lakini muda unakuwa ni limited sana kwake. Kwamba anatamani akamue ng'ombe, anatamani apate skydiving, anatamani akisi katika mvua, lakini muda kwake unakuwa haumtoshi. Ndipo mdada naye akamwambia kwamba hata hivyo I'm good. Mimi nina bucket list. Japokuwa mwanzo alisema kwamba ile bucket list sio ya kwake. Hajui hata ni ya nani, lakini mchizi alisema kwamba alikuwa nayo na akaitupa. Kwa mpaka hapo bado hatujaelewa. Kwa hiyo nenda una connect hayo mambo na uconnect kile ambacho jamaa anakisema. You should make the most out of it. You know what, let's go meet everyone else. Before they start looking for us. Basi baada ya muda mrefu sana kuongea kupiga stories za hapa na pale, ikabidi uende kuongana na wengine kwa ajili ya maongezi ya hapa na pale. Sasa upande wa pili huku tunasikia Kopa akiongea kwa kilia, anasema kwamba napata kiasi kidogo sana cha pesa. Hicho kitu nachokipata ndicho chocho kwa ajili ya kumtibia mama yangu, ndugu yangu. Najaribu mama yangu, tafadhali. Naomba upone mama yangu. Yes, please. Mama, tafadhali. Alikuwa akiongea huku akilia kwa uchungu sana. Kama kiasi cha pesa chochote kile kidogo anachokipata anamtumia mdogo wake kwa ajili ya masomo, lakini hicho kwa ajili pia ya kumtibia mama yake ambaye yuko hospitali anaumwa. Basi baada ya maongezi ya muda mrefu, such a beautiful view, right? Akamwambia kwamba nadhani itakuwa ni beautiful view. Sneak up on me like that again, okay? Usije ukajaribu tena siku nyingine kunisnag. Akamwambia kwamba useme kwamba mimi na kusnake, wewe ndio una spy kwa ajili ya yule. Bella akasema mimi simwangalie yoyote yule, yani hamvizio yoyote yule. Please just leave me alone, okay? Na uniache hapa, sawa eh? Bella. Are you crushing on Kopa George? Umemcrush Kopa George? No, I'm not. Hapana. I'm not. Sijamcrush. No, see the way you're stalking. Lakini nakuona unapokuwa unamwangalia siku zote, unapokuwa unatamani uwe karibu naye muda wote.
Yes, it is. Kwani inaonekana ndio. Shit. Yaani alikuwa anajua labda inafichika watu wengine hawawezi kuona. We're not best of friends. Akamwambia unajua sisi sio friend lakini if you like him, why not tell him? Kama unampenda, nenda kamwambie. Ndio. You're senior in school. Wewe ni senior katika shule yetu. And Papa George will not be in school. Papa George hatakuwepo katika shule yetu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu kitakuwa kibaya. Inakupasa umwambie vile ambavyo una feel. Amina. Please, can you leave me alone? Unaweza kaniacha. Hebu niache. Uncle, it's not like I care about you. Unadhani kwamba najali kuhusu wewe? When you die. Mimi najali kwa ajili tu ya msiba wako pale utakapokufa. Na hayo mapenzi ambayo unashindwa kumwambia mtu unayempenda. Basi baada ya kumwambia kweli, Amina akaishia zake kwamba Papa George baada ya kumaliza hii service ataondoka, na baada ya kuondoka bila shaka hatakuwepo katika shule yetu. Wewe ni mtu mzima unaenda kumaliza, kwa hiyo haitakuwa mbaya kama endapo mkianzisha mahusiano yenu. Kwa cha msingi mweleze walisia wa moyo wako. Upande wa pili tunamwona Uti amekuja kuzibwa macho. Hey. Babe. Akamwita baby. Which babe? Ni baby gani? My peace. My peace. Yaani sasa kumbe tunaelewa kwamba Uti yupo katika mahusiano pia na Peace. Bwana Uti yupo katika mahusiano na Peace, lakini pia yupo katika mahusiano na Blessing. Kwa bahati mbaya sasa Peace anapita maeneo hii ambapo mpenzi wake alikuwepo, alafu anashuhudia ndugu yake ambaye siku zote wamekuwa hawako vizuri, anamwona yupo karibu na mpenzi anayempenda. Hapa ndipo mdada anazidi kuchanganyikiwa zaidi. Dadeki wanaendelea kubebishana ile mbaya. Anaambia mwacha basi hapa na hapa. Blessing huyu hapa Dadek anasema kwamba amemwibia mama yake na baba yake na sasa ni mpenzi wake. Akamwambia Blessing, alitabasamu tu Blessing. Blessing, wait. Blessing, tafadhali subiri. Blessing, it's not sio kama jinsi ambavyo unavyozani. Tulikuwa tunajaribu. Akampa kofi kisha akaondoka zake. Yaani sasa hapa kama moto ulikuwa unaelekea kuzima ndo kwanza unawaka. Peace. Peace. Uti akamwita Peace. Sasa mpaka hapa jamaa ileweki ni nani anayempenda, kwa sababu yupo kwa Blessing pia vile vile yupo kwa Peace, na wale wote ni ndugu. Kwanza wana matatizo ya kifamilia na pia linakuja kuongezeka tatizo lingine la kimapenzi. Upande wa pili, Papa George alikuwa akiendelea kutafakari juu ya maisha yake mustakabali na mambo yote yanayomkisi katika maisha yake. Bella alifika akamwita Mr. George. Yeah. Alitaji labda afanye kazi. Hi. Ushauri aliopewa na Amina. I'm fine. Akamwambia I'm fine. You want something? Unahitaji kitu labda? Oh, no sir. Hapana, sir. I don't want anything. Sihitaji chochote. Nilikuona pale nilipokuwa naelekea kwenye kota. I just thought you. Nikasema labda unahitaji company. Oh. That's nice. Nikasema hiyo ni nzuri. Asante sana. Sikutegemea kuhusu wewe. Karibu sana. Upande wa pili machizi bosi wanamwangalia tu Bella anavyojing'atang'ata. Mr. George, Do you have a girlfriend? Una girlfriend? Tafadhali. No. Hapana saa. Samahani. I'm sorry. The question, I'm sorry sir. Kwa ajili ya swali samahani. Unajua na hofu. I'm just curious. Na hofu tu, ndio hivyo tu. Yaani upo na wasiwasi na oga nini? Kwamba nina girlfriend au bila au sina. Sielewi. Yaani mimi kuwa na girlfriend au kutokuwa na girlfriend shida nini? Akamsalimia mwalimu. Boys, make sure Bella gets to her course safe and sound. Akamwambia boys, hakikisheni Bella anafika kwa usalama katika kota yake. Now. Sasa hivi nenda. Boys, take her away. Mchukueni na muhakikisha anafika katika kota yake salama. Anashangaa. Yaani mimi kuwa na girlfriend na kutokuwa girlfriend. Eti wewe inakufanya uwe na wasiwasi. Shida nini sasa kwani? Au inakuhusu nini? Lakini machiziboto wakamwambia hale, yani hale teacher.
Waliona na wanajua kabisa kwamba Bella anampenda. If I have a girlfriend. Sisi anaendelea kushangaa kwamba sasa kwani ni nini? Tunakuja upande wa pili. Tunamuona Jidena ni hapa katika sehemu ambayo ni Alfaifa. Amemfunga na kitambaa ambacho mara nyingi hupenda kujifunga Kamsi usoni. Feel the chair. Akamwambia hiki ni kiti. Okay. Taratibu sogea tena. Come back. Na rudi nyuma. Yeah. Hapo. Oh. Basi baada ya hapo unatakiwa kukaa. Okay, cool. Kisha akafunua baadhi ya mabakuli pale, yalikuwa na vitu vingi vizuri. Amejitahidi kuandaa sehemu nzuri na yenye kuvutia. Mwamba alichokifanya ni alipiga simu kwa baba yake, na baada ya pale akatumiwa vitu vya kutosha kwa ajili ya kuandaa prom date ambayo alikuwa kamwahidi rafiki yake. Akamwambia sasa unaweza kufungua macho yako. Mdada hakuamini kuona macho yake. Akasema tu, wow. You did all of this? Umefanya haya yote? Hell no. Hata sijui kwa kweli. Called in a few favors. Nadhani naweza kusema hii ni favor ndogo tu. This one is the real God bueno. Nadhani hiki ndio kitu ambacho Mungu alisema hii ni date. Na pia I know I'm not the lover of your life. Najua mimi sio mpenzi wa maisha yako. Hebu nyamaza bana. Wewe ndio. Nini? What? Nini kwani? Did I? Nimesema kwani labda nimesema kitu kwa sauti? Hapana. Whisper something. Nimesikia kama whispers hivi. Dada alisema kwamba ndio. Jamaa alisema kwamba nadhani mimi sio mpenzi wa maisha yako, lakini binti akasema wewe ndiye. Lakini aliongea kwa chini mcheza kuisikia. On a fancy date. Well, it's not so fancy, but still. Lakini jamaa amejitahidi kwa kadri alivyoweza kutimiza promise ambayo alikuwa kampatia mdada. Take 3 things from your bucket list. Akasema kwamba na kama nilivyokuambia kwamba nitachukua vitu vitatu kutoka katika bucket list yako. Thank you. Jidena. Ili nivitendee kazi. I mean, this is asante sana Jidena. Hii ni romantic space ambayo katika maisha yangu I promise to take you out on a real date when we get older. Inatamani nikupeleke katika lile date kama tutatoka katika hili eneo. Alfaifa. Dada akasema hata mimi naamini hivyo. We have here. Basi kilichofuata ni kupata ulaji tu. Dada alikuwa tabasamu lake la mwisho. Uti. Basi baada ya kutoka kwa Kamsi, alikuja mpaka upande wa pili na kumuona Uti akiwa ni mtu mwenye mawazo sana. Ni mchizi wake. Hey Uti. Hey Uti. Have you seen Mr. George anyway? Umemuona Mr. George popote pale? Jidena. Uti, what's wrong? Uti, kuna kitu hakipo sawa. Alijua kabisa kwamba mchizi hayuko sawa. Okay? Kwani uko poa? You know you can talk to me, right? Unajua unaweza kuongea na mimi chochote kile, si ndio Alikuwa akimtafuta Mr. George ili aweze kuongea naye kitu, lakini upande wa pili akakutana na Uti akiwa katika dimbwi la mawazo. Akabaki Jidena. Sijui hata nikueleze aje, lakini wewe ni rafiki yangu. So I'm going to tell you this. Naenda kukuelezea hiki. Blessing just found out that Bless amegundua kwamba mimi na Peace tuna date. See, Jidena. Sikia Jidena. It has always been Peace. Yaani siku zote mimi nampenda Peace. Peace has always been the girl Peace I love in amekuwa ni mtu au binti ambaye mimi nampenda katika shule. She said no to me because alisema hapana kwa sababu Blessing alikuwa akiniangalia mimi. Kwa siku zote amekuwa hahitaji kumuumiza ndugu yake. She even had to ignore siku zote amejaribu hadi kupuuza feelings zake ili tu amfanye ndugu yake awe na furaha. Yes, but I love this girl. Nampenda huyo. Jidena, I love this girl and nothing is going to change it. Na hakuna kitu chochote kitakachoenda kubadilisha kwamba mimi nampenda sana. Like Blessing. Nimechoka kuendelea kupretend kwamba nampenda Blessing.
kwamba alijaribu kwenda kwa Blessing ili tu off with me because kubali she matakwa feels ya she has Sisi. betrayed her cousin's trust. Guy, I am not settled. mimi sijatulia. I am not okay. Siko sawa. Uti, Both of you are wrong. nyinyi wote hamko sawa. Yaani hamjafanya kitu sawa. Mwamba akasema ndio. Najua pia. You see, Umeona love is like rain. Upendo ni kama It mvua. doesn't choose on which ground to fall on. Wala haiwezi ikachagua ni ardhi gani iweze I kunyesha. understand that the heart makes the Inabidi brain act ueleze foolish at kwamba times, but you moyo still should have told her earlier. unamfanya ubongo kulitamaini upuuzi. In as much as you did right by following your heart, Lakini chochote ulichokifanya ni sahihi kwa kufuata moyo wako. It's an emotional sin. Lakini And that, my friend, ulifanya is one of the uovu greatest sins. katika sehemu ya emotion. Oh my God. Oh my God. Alifanya vizuri kufuata moyo wake, lakini alikosea sana kwa kufuata emotion. I gotta go now. Okay? Baada ya kumwambia kila kitu kilichotakiwa kumwambia, akamwambia sasa mimi naondoka. Akaendelea kumtafuta Mr. George. Upande wa pili alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana, akifikiria baada ya hii service kumaliza nini atakifanya kuendeleza maisha. Mama yake yuko hospitali anaumwa, ndugu yake ndiye anayemtegemea, yaani familia kwa ujumla wanamtegemea yeye, na mpaka sasa hajaajiliwa. Ni service tu anafanya, yaani baada ya hii service hatakuwa na kazi tena, atakuwa ni jobless. Sure. Kama atakuwa jobless, je, atapata wapi pesa ya kuendesha maisha? Alikuwa akiwaza sana. Jidena. Akamwita Jidena. Are you alright? Uko sawa? I'm fine, sir. Akasema niko sawa sawa. It's just that everybody seems to have one problem. Nadhani kila mtu ana tatizo lake. This problem that Kwa mtu really giving me mwingine, headache. mwingine ana tatizo. That is because you're trying to fix everyone's problem, Jidena. Kwa sababu siku zote unajaribu kufix matatizo ya kila mtu. So, Unadhani unaweza kufix You matatizo ya think kila it's mtu? impossible to fix everyone's problem? Unadhani haiwezekani kufix You can matatizo ya only kila try, mtu? Jidena. Siku zote umekuwa ukijaribu, Jidona. Unajaribu. Sir, I'm actually here to see you. Nadhani niko hapa kwa ajili ya Let me kukuona. guess. Ngoja Help nijaribu. solve my problem. Unajaribu kusaidia kusolve matatizo Bella, yangu. Bella anakupenda wewe. Bella. Bella. Bella ni nani? Wait, Subiri. Bella in your class? Bella katika darasa lako? That's the one. Ndio, wewe. But why are you telling me this now? Kwa nini unaniambia mimi hichi kitu? Do you like her enough to be with her? Unampenda au unatamani kuwa na binti? Jidena, Jidena. I appreciate the fact that you think you can help solve my problem. Nina appreciate sana kwamba unaweza do with ukasolve everyone else, but I have matatizo so yangu, many lakini points. naomba uelewe tu kwamba Seriously? nina matatizo Besides, sidhani kama ambayo unaweza kuyasolve. I can't be seen dating my student. Siwezi nikadate No, na mwanafunzi never. wangu. Hapana, never. But sir, you're a copper. Lakini wewe ni kopa, And you leave the school. unatoka katika shule yetu sio muda Then mrefu, she wouldn't be your student anymore. na hatakuwa mwanafunzi wako tena. Listen, Jidena, Sikiliza Jidena, you're a good kid. wewe ni kijana mzuri And I admire the fact that you na try to nina spread love admire sana, and unajaribu happiness all kusambaza around you. furaha kwa watu But I'm wote sorry, I wanaokuzunguka, can't grant you lakini this wish. samahani sana, siwezi kukupatia hii Besides, wishi. I have a lot Hata on my hivyo pia plate to add girlfriend wahala to it. nina mambo mengi sana, siwezi nikaongeza tena swala lingine Ni katika maisha yangu. Akamuuliza, unaweza ukashare na mimi labda? Maana jamaa alisema ana matatizo mengi sana katika maisha yake, hawezi akaongeza tena tatizo lingine la kuwa na mpenzi katika hayo matatizo. Kwa hiyo My dad is late. akasema baba yangu amefariki, I have a sick mother with nina mama yangu 6 anaumwa other siblings to take care na of. watoto wengine 6 ndugu zangu ambao wote What does life wanatakiwa hold nichukue for me uangalifu after mimi. the service? What does life hold for an average Nigerian? Lakini maisha yamekuwa kwetu ni like average in Nigeria. Lakini siku zote amekuwa akifanya kazi kwa ajili tu ya kuendeleza uhai, hafanyi kwa ajili ya kukipo. Atafanya nini sasa baada ya service? Kwa sababu chochote kilichokuwa kikipatikana kinatumika. Jidena akamuuliza, unaamini katika miujiza? Mba akauliza, miujiza, miracle?
Miracles happen to those who believe in it. Miracle inatokea kwa wale watu wote wanaokuwa wanaamini. Kwa hiyo Mr. George, do you believe in miracle? Unaamini katika miracle? I believe. Naamini. I believe in miracles. Naamini katika miracle, naamini katika miujiza. Kwamba siku zote miujiza hutokea kwa wale watu wote wanaoamini katika miujiza. Kwa hiyo Kopa George, na wewe unaamini katika miujiza? Akasema anaamini na yeye katika miujiza. Okay everybody, today is our final. Sasa leo ilikuwa ni siku ya mwisho katika hii project. Na katika hii trip, na baada ya hii project ya mwisho tutakwenda kuifanya leo, wanatakiwa kutafuta treasure. 3 objects, 3 treasures in the woods. Inabidi watafute ziko 3 treasure katika hili eneo. Inabidi wote waungane kwa ajili ya kutafuta. Ni vitu vya muhimu sana katika hii sehemu. Use these maps to find the objects. Inabidi watafute kwa timu. Good luck everyone. Na timu yote itakayoweza kupata moja kati ya hizo treasure, hiyo timu itakayoibuka na ushindi. Amina akamuita Jiden, na yanitoka ile siku hakuweza kunana hadi leo, wakatakiana birth of luckies. Kila mmoja anaelekea katika upande wake. Akamuita hagi, yani kumbato kama kawaida. Wanapendana sana, ni marafiki, japo wengi wanawachukulia kama wana upendo ama katikati wana mahusiano. Basi kumbuka kwamba hii ni siku ya mwisho ambayo wote wanatakiwa kuifanya project ya mwisho, kumaliza mambo ambayo wameagizwa, kutafuta treasure ambazo ziko 3 katika hili eneo. Na timu itakayoweza kupata moja kati ya hizo treasure itafanikiwa kupata pointi. Upande wa Samsoni na Uti, kila timu imepatiwa lamani. Good job. Timu ya kwanza iliweza kupata kitu walichoagizwa kupata. Wanapatiwa lamani, alafu inabidi mnaifuata hiyo lamani. Inawaongoza kuweza kupata kile kitu ambacho unatakiwa mkipate. Timu ya pili ambayo yuko Promise, Ella, Kams, Idena na wengineo wanaendelea kutafuta hiyo treasure ambayo lamani yao inaongoza. Upande wa pili Samsoni kasoma map mpaka kazima. Uti alikuwa ni mtu wa kumbeba. Upande wa pili, Guys, she found it. Let's go. Kams aliweza kupata treasure ambayo upande wa pili wao walikuwa maagizo kwenda kuichukua. Akasema kweli ina shining, yani inaonekana kama ina gold hivi. Lakini mdada alikuwa kachoka sana. Yani kama anataka kudondoka hivi, lakini Hey guys. akasema hey guys. Maji tafadhali. Upo salama. Kamsi, mna maji lakini mpatie. Hii iliwashoki sana, hata Bella mwenyewe ambaye siku zote amekuwa akionyesha umbali, naye alionyesha kushock sana. Kumbe hii ndio inatafsiri kwamba mtu anaweza kuwa akupendi, haoneshi kupenda wala kujali, lakini anapenda na anakujali. Baada ya pale tunakuja kuona mwamba akisema hi everyone. Jina langu ni Jidena Kali Ombuna. Ni documentary yangu kwa ajili ya final year. Alichukua ile ring light ya rafiki yake Amin na kufanya kitu, alishusha pumzi ndefu. With the way things are going with me, akasema kwamba hivi ni vitu ambavyo vinavyoendelea kuhusu mimi. Na hii ndio document yangu katika Alpha Ifa. Sasa aliongea nini katika hii siku ya leo? Tutajua hapo baadaye. Lakini muda wa jioni kuelekea kesho yake ambayo huwa anatakiwa kurudi majumbani, kuna mikono miwili ilikuwa katika maeneo. Alikuwa ni Jidena pamoja na Kamsi. Alimleta katika ile eneo tulivu sana. Akaambia it's okay. So, kwa hiyo how come I make everyone happy but you make me happy?
Imekuwaje? Mimi najaribu kumfanya kila mmoja awe na furaha, lakini wewe unajaribu mimi kunifanya niwe na furaha. I've never seen anyone like you in my entire life. Akasema wewe siku zote una furaha. Sio kuona mtu kama wewe katika maisha yangu. You laugh at everything. Ni kweli. Unacheka kwenye kila kitu. That were intended to spite you. Hata katika kitu ambacho kinaweza kukuharibia wewe unacheka tu. Look at that. Angalia sasa kama hapo. Well, I avoid putting a price tag to my happiness. Akasema hebu acha basi kuongezea price katika furaha yangu. People can't make me sad. Lakini pia ndio hivyo hivyo ambavyo watu hawawezi kunifanya mimi kuwa sad, kuwa na huzuni, kwa sababu anajitahidi kuongeza price katika tabasamu lake. Yaani anajali furaha yake kiasi kwamba hata pale ambapo wengine watajaribu kuitoa furaha yake hawawezi. The same day. And you took me to the most romantic day. Sasa alimuuliza kwamba ni vitu gani mpaka sasa hivi umesha fulfill. Akasema kwamba kuangalia jua likichomoza na jua likizama, lakini alimpeleka katika when you put it like that, akamuuliza unahitaji kufulfill ile ya tatu ambayo ulisema utaifulfill. Akasema ndio, kama unaweza ukaiweka kinamna hiyo sawa. Nadhani unatakiwa kuname star, na sasa natamani hata mimi niweze kupatia majina star. So kwa hiyo you want to name a star? Unahitaji kupatia majina nyota. Ndio. Something I've always wanted to do. Kwa sababu ni kitu ambacho siku zote nakuwa natamani kukifanya. Okay. Sawa. So, kwa hiyo which one are you going to name? Ni ipi sasa unayoenda kuipatia jina? What are you going to call? Na unaipatia jina gani? Oh. Sawa vizuri. That one. Ile pale ile. That one. Okay. Pale hivi. I'd like to name that. Nitaenda kuita Treasure. Treasure. Treasure, ndio. You want to name a star Treasure? Unahitaji kuita nyota Treasure, ndio, kwa sababu treasures are rare to find. Ni vigumu sana kuipata. So stars. Kwa hiyo ni kama nyota. And you? Na wewe is beautiful. Ni mzuri sana kama star. Yaani kama ni mzuri kama nyota. Probably your eyes shining. Na macho yako yanang'aa sana kama nyota. So yeah, I would like kwa hiyo Treasure. Natamani kuita Treasure in the sky. My treasure in the sky. Treasure in the sky. Treasure in the sky. That's really thoughtful of you. Nadhani hiyo inapendeza sana. Kamsi. Would you be my date to prom? Unaweza ukawa my date prom. Are you asking me to? Unaniuliza mimi kuwa prom date? Ni prom queen. Listen. Ndio, sikiliza. Nilikuahidi nitakupeleka katika sehemu nzuri na nitakuletea gauni nzuri au nguo nzuri kwa ajili ya prom date. Hadi watu wengine waone wivu. Oh, tafadhali sema ndio. Samani. Can't. Siwezi. Is it because of Amina? Ni kwa sababu ya Amina. It's fine. Nakaambia tu, okay, sawa. Naelewa. Yeah, it's okay. Ni sawa. Mpaka sasa Kamsi anampenda Jidena, lakini sasa anafahamu fika kwamba Jidena anatoka na Amina bila kujua kwamba wale ni marafiki tu. Sasa ulikuwa ni mkesha kwa ajili ya kesho kuondoka na kumaliza evacuation ambao walikuwa wamekuja kuifanya na kupata point ambazo zitakazoweza kuongezwa katika mtihani wao wa mwisho. Kwa research walikuja kuifanya tayari imemalizika na leo ni siku ya wao kuagana. Kwa hiyo baada ya hapa watakutana shuleni na baada ya shule watakutana katika prom. Hiyo siku ya prom bana, kila mmoja inabidi awe na prom date wake. Yaani kunakuwa na prom queen, lakini pia kuna prom king.
Kwa hiyo kama utakuwa na prom queen, lazima utakuwa na prom queen. Na baada ya prom date au prom night, inayofuata sasa ni graduation ambayo wageni mbalimbali wataalikwa. Kwa ndio maana kila mtu namsikia anatamani kupata prom date. Mara zote umekuwa ukimwona Promise akijaribu kumsihi Bella awe ndio prom date wake. Basi kwa usiku wa leo kila mmoja alifurahi na mwenzake, kwa sababu pengine baada ya hapa maisha yatawafanya wawe desperate. Kwa ni nyakati za mwisho tu wao wote inabidi wafurahie kwa pamoja na kuenjoy wakati ambao maisha yamewasogeza wao kuwa pamoja. Life sometime can you bring us together, but sometime life in desperate hours. Basi wakati huo ulikuwa kuna challenges za hapa na pale zilizokuwa zikiendelea. Let's go. Ni usiku ambao ulikuwa unafika unafunua baadhi ya memo, unasoma kile kitu kinachotakiwa, alafu unafanya inapotakiwa kufanya, alafu wengine wanasema kwamba hicho unachofanya ni nini. Basi ni challenges hapa na pale tu zilikuwa zikiendelea. Unatakiwa unafanya kwa ishara, alafu baada ya pale wengine inabidi waseme kwamba hicho unachokifanya ni nini. Ni kwa maandiko katika memo. Basi kila mmoja anafurahia kwa huo wakati ambao wote wamepata kuwa nao katika hii prom date. Huyu alikuwa ni Uti ambaye muda mchache uliopita ametoka kugonganisha magari ya ndugu Peace pamoja na Blessing. There is one particular word in the race. If by that song, no, there's one song where you use time up. Hello. Who they do group 2? Oh yeah, now let's go there. Sasa ni group 2 ambalo linaongozwa na Gideon. Let's go. Muda unaanza. Gideon akasoma karatasi yake naye. Pasika. Akasambaza karatasi. Watu wote husika ambao wanatakiwa. That's it. I need to be watching this guy. Pasika. That's it. Another word for mermaid. This guy. Run. I want to run. No. I'll move. No. Yeah. It's not like something. Let's say race. No, something. Let's say. Like carry. Skip. Hey. Okay. Key. Time Let's go there. They give you this passage. Yeah, time starts now. Let's go. Sasa bado inazidi kuendelea, ni michezo hapa na pale tu, challenges hapa na pale, wakati wa moto mkubwa wa Misli Scout ulikuwa ukiendelea kuwaka pale mbele, ukiendelea kuleta joto taratibu, lakini mwanzo ukiendelea kutokomeza baridi ambalo linalopatikana Alofai na kuleta joto zuri. Basi inatakiwa unataja kitu, alafu inabidi wengine wanakisema ndani ya sekunde moja tu na muda unahesabika.